Sisi chuo cha VETA Kwimba ni moja ya vyuo ambavyo vimenufaika na mgawanyo wa vifaa hivi vya kisasa pamoja na mashine mbalimbali, ambapo kwa awamu ya kwanza tayari tumekwisha vipokea na wanafunzi wetu wanaendelea kuvitumia na kujifunza, lakini bado tunaendelea kupokea vifaa vingine kwa awamu zinazofuata kulingana na mahitaji yetu. Katika utaratibu wa udahili hapo mwanzo VETA tulikuwa tunatumia mtihani wa upimaji wa aptitude test kwa ajili ya kupima wale waombaji wanaokuja kujiunga na vyuo vya VETA, lakini mtihani huu sasa umeondolewa kwa ajili ya kurahisisha Watanzania wengi kupata nafasi na fursa kulingana na nafasi zilizopo kwenye vyuo vyetu vilivyo vingi Tanzania nzima. Jambo lingine ambalo limefanywa au tumelifanya VETA ni kupunguza vigezo vya kusoma, hasa kwa wale wenzetu ambao wanatoka elimu za juu kuanzia diploma, degree pamoja na ngazi za degree ya pili. Hawa wote wakati fulani walikuwa wanakosa hizi fursa za kurudi kusoma VETA kwa sababu walikuwa wanaona kuna baadhi ya masomo tayari wameshakwisha yasoma wakiwa huko kwenye hivyo vyuo walivyokuwa wamehudhuria, na wakirudi huku wanaona tena kuna mzigo mwingine ambao utakuwa tena una masomo yanayolingana na yale. Sasa wanaona kwamba itakuwa ni upotezaji wa muda. Hivyo mamlaka ilimeliona hilo na kuweka utaratibu sasa kwamba wale wote ambao wanatoka kwenye vile vyuo basi wanarudi na sisi tunawapokea, lakini katika kuwapokea kama VETA tunaangalia stadi zipi ambazo tayari wamekwisha zipata wakiwa kwenye hivyo vyuo ambavyo wamevisoma, na zile ambazo wamezikosa ndizo ambazo sisi tunawaongezea na kuweza kuwa accommodate ili waweze kusoma hizo kwa muda mfupi na mwisho wapate ule ujuzi na vyeti vyao na kuweza kutumikia ujuzi wao. Lakini jambo lingine ni kuwazingatia wenzetu wenye mahitaji maalum. Swala hili limekuwepo katika mazingira ya uwezeshaji. Wenzetu wenye mahitaji maalum wamekuwa kiwezesha kwa njia mbalimbali, lakini mamlaka bado imeendelea kuona umuhimu wa kutanua wigo wa kuweza kuwaangalia hawa kwa kuangalia miundombinu tunayoitumia na kuiweka vizuri ili iwe rahisi kwao kuweza kujifunza, na wakifika vyuoni kwetu pia sisi tunavyowapokea tunaangalia namna ya kuweza kuwahudumia. Hapa tunaangalia zaidi kwamba kama huyu mwanafunzi anaweza kuhudumika vizuri kwenye chuo ambacho labda nakisimamia mimi, lakini kuna chuo kingine kina miundombinu ambayo inaweza kumwezesha zaidi kulingana na mahitaji yake, basi tunaweza kumshauri mzazi, tunaweza kumuongoza ili aweze kumpeleka kwenye chuo husika ambacho kinaweza kumaccommodate kulingana na mahitaji aliyonayo. Mwitikio wa graduates katika mafunzo ya ufundi stadi ikoje? Kwa kweli mwitikio ni mkubwa sana, na nyinyi mtakuwa ni mashahidi. Elimu ilikuwa inatolewa siku za nyuma, ilikuwa ni white card. Mtu ni graduate, ana degree yake, ana cheti chake, lakini hana skill, hana ujuzi, na sehemu za kuajiriwa ni chache sana. Sasa leo kupitia VETA tumewa equip graduates wengi na skills, sasa wanatengeneza fedha. Na nyinyi waandishi wa habari ni mashahidi, tunao madereva wengi sana wa bajaji graduates wamekuja VETA, tumewafundisha udereva, tumewakopesha, tumeunganisha na wadau wengine, wamekopeshwa bajaji, hata daradara, hata pikipiki. Sasa hivi wanaendesha, ni maafisa usafirishaji. Lakini pia hata kuna ninyi waandishi wa habari mmesoma elimu ya habari, lakini vifaa mnavitumia, mnajua kuvitengeneza. Ni opportunity hiyo. Kwa mfano ukaja VETA
ukapata skill ya kutengeneza kamera yako, ya kutengeneza simu yako. Ni opportunity nyingine. Utakuwa na workshop ofisini. Unapomaliza shughuli zako za uandishi wa habari, basi unaingia kwa karakana, unatengeneza vifaa vya kusanyia habari.